Yes, mtazamaji wa Bongo Touch, karibu tena na asante sana kwa yambe umesha subscribe. Na leo nimeweza kukutana na Mzee Abduli. Ni zaidi ya miaka 5 imepita toka tusikie kwamba yeye sio mzazi halali wa Diamond Platnumz, na nimemtafuta kwa sababu nimefuatilia mjukuu mpya wa Diamond Platnumz ambaye amefanikiwa kumpata kutoka kwa Zuchu. Anaitwa Sanura Nasibu Abduli, afu mbele kuna jina lingine. Sasa nikajiuliza kwa nini ubini wa Mzee Abduli bado unatumika. So niko naye hapa kuzungumza naye, utafahamu mengi zaidi, lakini kikubwa ni wewe kusubscribe na kunifollow kwenye mitandao yote ya kijamii. I go by the name JS Mzee Abduli. Kwema? Alhamdulillah, za siku. Salama kabisa, umependeza. Kawaida, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa afya njema na wakati mwema kabisa, na shughuli zangu zinaendelea kwa uzuri kabisa. Namshukuru Mwenyezi Mungu, kusema kweli alhamdulillah. Waswahili wanasema kikubwa uzima. Kabisa, afya ndio kila kitu. Lakini mzee, unajua mtu akikutizama anaona kama bado tupo kwenye 30 na wapi maisha toka huko chumvi MTZDA kama TZDA. Siri ya kupendeza pendeza hivi unaitoa wapi, au ndio ule Ubon Town? Ubon Town, unajua kujipenda, afu mazoezi kwa wakati, kupumzika kwa sana. Kuna vitu fulani kidogo nimeachana navyo. Kwa hiyo unaupenda mwili wangu, ujue nimeingiza na masuala mengine, ibada kidogo nimerudi. Kwa hiyo kuna vitu fulani kidogo na kwa sina navyo. Sawa mzee, watu wengi wamebakiza yani kwenye vichwa vyao huwa imebaki tu wewe ni babake na Diamond Platnumz, Mzee Abduli, Nasibu Abduli, imebaki hivyo. Ni miaka kadhaa imepita, miaka mingi sana toka tusikie, ni kama 5 hivi toka tusikie Bi Sandra anasema kwamba wewe sio babake na Diamond. Kwanza niambie, toka kipindi hiko mpaka leo hii maisha yakoje kwa upande wako? Mimi kusema kweli, kikubwa kwanza punzi inunuliwi. Na alonipa punzi yeye atoi pesa, uje kusema ni kikubwa ni kumuomba tu kwenye ibada. Na kitu chake katoa tu kwa Muislamu, ibada ndakaraka zake 5 kwanza alfajiri, saa 7, saa 10, saa 12 na saa 2. Yani ndio shukrani yake kwa punzi yake. Akichukua kwa wakati yake unaenda kivinginevyo, tujui kama unaenda kuanza maisha mapya au vipi, ndio shaondoka. Namshukuru kusema kweli Mwenyezi Mungu, naendelea vizuri, afya njema, nafanya pilika zangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa ufupi, mjini sema kupumzika na hapo kusema mimi mwenyewe na ujanja nao long time ago kufanya kutafuta nikiwa na 100 kuiongezea nipate 200 nipate mgawanyo wa kula. Kwa hiyo mimi mara nyingi kama hivyo niache nafanya ujanja kwenda Ilala kupata midundo na lenga, sina kuwa na watu wangu washanizoea, huwa napata riziki ya kula kusema kweli. Ndio kama unavyoniona, na kuna vitu vingine nimetulia kwa sababu muda ukifika inabidi kuna vitu vingine waachane navyo kusema kweli. Sawa, na tunafahamu hali yako kama ulivyosema kwamba unaenda Ilala, unachukua midundo na vitu kama hivyo, unaendelea kufanya biashara zako. Wao upande wa pili ambao ni Diamond Platnumz wanafahamu hali yako, labda toka kipindi hicho kuna msaada wote ambao wamewahi kukusaidia, kwa sababu hali yako wanaijua na Watanzania wanajua the way ambavyo unapambana? Kusema kweli nisiongee uongo, nisiongee unafiki. Kuna muda unakuwa nyewe wanakaa kama wakati fulani wanaweza tu akatokea kiongea ni kiundani, kusema kweli wananipaga support, nisiongee uongo sana. Kuna muda kama akitoka nao kiamua kutoka na huyu mtu naye kwa nini tusimkatie kidogo. Kuna mtu anaweza akapewa mama mwenyewe akaja tukapiga story bana. Wananikumbukaga ikitokea, lakini muda wanakaa muda sana mpaka ikitokea, lakini ndio usisahau, unajua unachopewa usisahau kuweka kwenye kumbukumbu, hata kama inachukua muda mrefu, kwa sababu hamna mtu mwingine anaweza akatoka tu akakurupuka atakaa kwa muda mrefu aje kukupa. Kwa hiyo lazima mweke kwenye kumbukumbu kwamba kuna muda nao kikao kifanya shughuli zao. Kwa hiyo na huyu mtu naye leo kidogo tumkumbuka, na nakumbukaga sometimes mara moja sana ya. Na nani labda ambaye mara nyingi huwa anakukumbuka? Bi mkubwa mwenyewe, sometimes hata dogo mwenyewe. Kwa msemo, yani kwa ufupi wananielewa mimi ni nani. Ila tu kutokana na maisha, kwa pukushani za maisha, imetokea hivi simetokea tofauti, balance zingine uwezi kujua ni nini tatizo lilotokea, uwezi ukaforce katika maisha, basi inabidi ukae kimya. Lakini ndio na wenyewe wanaelewa mimi na umuhimu gani kwao na ni nani kwao. Yani kuna kitu wanajua wewe ni nani. Ndio maana inakuwa sometimes wananikumbuka mimi ni kama nani. Lakini wewe unaona wewe ni nani kwao? Mimi nibaki kama faza, angalau nikiwa faza mlezi, lakini na umuhimu vile vile. Sio faza mlezi. Lakini kwa mimi kama mimi
automatically mpaka sasa hivi ndio maana uko upo, tusiongee sana ya nyuma. Mimi nimebaki ni faza, lakini kutokana na mwenyewe mama mbebaji wa kila kitu na alitengua akasema unabaki faza kwa mlezi, ingawa okay automatically hata nikisema ningangania kati hakuna mipangilio yote haina faida. Nikubali nilipopewa cheo changu hicho bila kuchukua urais, nimepewa makamu, sio mbaya. Nashukuru, sio mbaya, hajanivunjia heshima sana kusema kweli. Sawa, mzee wangu, kwanza una taarifa Zuchu ana mtoto? Taarifa nayo, lakini zaidi kwenye mitandao. Unapata kwenye mitandao baada sasa kipita baba vipi. Mimi nikasema basi itakuwa kheri kwa sababu kaolewa na mtu kwa kuolewa faida yake inatakiwa kama hiyo. Waswahili wengine wanasema usiende kujaza choo tu, hamna faida yote mke anayoleta. Kaita faida nzuri. Mwenyezi Mungu kampa alikuwa anachokihitaji katika ndoa, inatakiwa kitu kama kile kitokee. Sio kukaa. Unajua kuna wazazi wengine wanakuwa na matatizo tena. Nadhani kuna wakati fulani bwana mdogo naye alikuwa akienda, alikuwa apati riziki ya kumpa mwanamke ujauzito, watu waliongea mengi sana. Sio, unajua sio Tanzania. Lakini sasa hivi imekuwa mtu mwenye uzoefu, akija Mwenyezi Mungu naye anamfungulia kheri zake, busara zake. Anapata mahitaji yake kwa wakati, ndio inavyotakiwa. Ndoa lazima upate na faida yake. Yaani ukilima upate na mazao yake yani. Kama hivyo nashukuru nimesikia hizo habari, nimezifurahia kusema kweli. Umesema umeziona mtandaoni, sawa? Nataka uniambie Zuchu ataiweza familia ya Visandra? Unajua paka mtu kafikia kujifungua, basi unajua kashajipanga. Kashajipanga, anajua kabisa mimi niko vitani, na yule kashajua mimi natetea katika maisha yangu, naingia vitani, kinachotokea kitokee tu, kwa sababu bali ni vitani. Sasa mtu ushasema ataiweza familia, yani kama hata kama kutakuwa na kitu chochote kwenye familia, kashajitoa inavyokuwa, kwa sababu alompenda sio mama, alompenda mtoto wa mama, mzaa Chema. Kwa hiyo mzaa Chema kama akampenda, akaenda kumuonesha mama kama akikubali sipokubali, lakini mwenyewe mtendaji kahitaji, uweze ukampangia. Siku hizi sio kama zamani. Unajua zamani anakuchagulia mzee, ujue familia fulani, mtu fulani ndo unaenda kuoa, utake usitaki. Tena unaitwa unakuta tu mke tayari bwana mke wako. Siku hizi system hizo hamna, zishapitwa na wakati. Unachagua mwenyewe, unaangalia maisha yako wewe, ndo mwenyewe. Sasa mtoto ndo unatambulisha wazazi, bwana mimi kuna sehemu hivi. Sababu akikubali sipokubali unaamua kufanya mwenyewe tu. Lakini mzee Abduli, kwa namna ambavyo unaona pale, unajua wamepita vigogo, kapita Hamisa, kapita Zari, kapita Tanasha na wengine ambao watu wajui. Leo hii Zuchu unavyoona, kwa sababu Zari ana watoto kadhaa na Diamond Platnumz, Zuchu ndo wa kwanza tena wa kike. Ukiangalia takwimu ya mtoto wako mlezi unaona Zuchu pale anatoboa. Unajua kwanza ushasema kapita na wengi afu utajao ujue. Sasa ujue hapo ndo kuna tofauti. Kama kwenye ndoa ulikuwepo shaha wangu. Hiyo ndo kasajiliwa, si tumeangalia kwenye mitandao bwana. Unaona kwenye mitandao. Ni automatically. Ni automatically. Wezi mtu paka shem kubwa kaitwa, kaojiwa, kaongea, hawezi kuongea tofauti yule Muislamu ujue. Na Uislamu uongo ni kitu ambacho dhambi sana. Kwa hiyo sisi tumepitishwa ni kweli, tumeambiwa ni kweli, basi ni kweli kimefanyika kile kitu. Kwa hiyo paka kaja kaolewa, basi ule kwamba kashajisatiti tayari. Yuko okay. Unajua nyota, unajua. Unaweza ana nyota naye imeenda sawa, na mimi kamaona wako okay. Kwa sababu kwanza alikuwa mtu wake wa kazini. Lakini akaja akaona huyu nikiwa mtu wa kazini, nikiwa naye pamoja na malengo jinsi itavyokuwa, itakuwa mambo yananyoka. Kwanza kitu cha kwanza bahati kuona ndoa, unajua wote hawajapata ndoa. Basi unajue mtu kama ana uwezo wa kufanya kila kitu cha aina yote. Kwa sababu mtu mwanamke kama anakuwa kwanza mjanja, anajua kisha control maisha, kisha control familia, na anajua lengo lake ni nini. Waswahili wasema mtumikie kafiri upate mradi wako. Mimi na imani naye alijua kitu gani anachokitenda, na yule mama yake mtoto wa town kakaa kafundishwa, mtoto kakaa kaelewa kitu gani anachofanya na kitu gani anachokifanya, kafanikiwa kusema kweli kwa kutoa Mwenyezi Mungu na dua zake. Kwa hiyo unataka kuniambia Bi Khadija Kopa ni mama bora sana? Mama bora, anajua kufundisha mtoto. Anajua. Yaani 100%. Na ukimwona mtu wa kusema anaongea sana nini, lakini katika ndoa hakuingilia wala nini. Na hamna hata lolote lizungusha kusikia anazungumza kitu cha ajabu. Ni mama mwenye busara, mwenye hekima, anaelewa na msemaji, lakini hajawahi kuzungumza tofauti kusema kweli. Nampa hongera. Kamfundisha mwanae anavyotakiwa, kamfunda, katulia, mtoto wa kike kapata mavuno ya mama.
Sawa, kwa hiyo kwa wewe ambacho unakiona kwamba Zuchu na Diamond Platnumz watadumu? Watadumu. Kikubwa ni maelewano tu, watadumu. Alafu licha ya kudumu hivyo unavyozungumza, labda hata kigombano, dini yetu sina uwezo wa kuua hata wake wanne. Yule kama atakuwa yule tofauti hapo kashazaa naye, anaweza akachukua mke mwingine akaoa yule akawa anaendelea naye wanne. Sasa wanne afu bado utakuwa unagubu tu kuacha, itakuwa kwanza picha naye. Ndio imekuwa hivyo, lakini sasa kuna muda naye kuna vitu vingine mtu ukubwa utu uzima unakuwa unaona sasa hapa nachekesha jamii, afu yeye kioo cha jamii ujue. Sasa ndio anafundisha nini wajao? Afanye tu kama wanavyofanyaga kina Mswati wale, anaoa tu, anazaa, anaoa, lakini aache. Kwa sababu hali inamruhusu, ana uwezo anao. Kwa nini asifanye kitu kama hicho? Kuliko aoe aache, afu aoe aache, inakuwa sio picha nzuri kusema kweli. Lakini anaongeza kwa wanne, naweza akarizika kusema kweli. Angalau binadamu tunaambiwa kwamba haturiziki. Sawa, Zuchu kapata au kapatikana? Wote wamejipata kusema kweli, kwa sababu wamejipenda, wote wametulia. Mpaka unajua kitendo cha mpaka mtu kuja kuoa sio mchezo ujue. Mtu ujue wapo ukakushiba ujue. Na wewe mpaka umemkubali ujue. Sasa na mtu kumchukua kumweka kwako au kutoa kitu dukani cha bei mbaya kukinunua kuweka kwako. Unaelewa kabisa mtu akija kwangu hiki kitu akikuta mtoto atakikubali. Ndio mpaka unakinunua. Kwa hiyo wale washakubaliana, washaenda sawa. Mimi naona kikubwa dua tu, Mwenyezi Mungu atie wepesi, wakae mpaka wafanane. Kikubwa mmoja hapa ukiondoka basi amtangulize mwenzie. Ndio kinachotakiwa kwa Uislamu zaidi, sio kuachana tu, kukaa tu kuchagua hivi. Vingi viko, yani ndio kwanza wanazaliwa wale. Na yeye kashafanya starehe kwa sababu angalau ana hela, basi atulie, angalie sasa kafikia wapi sasa. Sawa, nimeona jina la mtoto wa Zuchu. Pale kuna ubini wako, kuna Nasibu Abduli. Nikasema lazima tuzungumze hili kwa sababu wewe umekubali kuwa mlezi, lakini bado ubini wako unatumika. Kwanza unazungumzaje kuhusiana na hilo? Automatically kila mtu anajua mimi baba Nasibu. Hiyo ndio maana naitwa Nasibu Abdul Juma Isaac. Mimi naitwa Mzee Abdul Juma Isaac. Kila mtu anajua kama mimi baba Nasibu. Anaita automatically imetokea tu katika kimaisha. Uwezi ujui mama kitu gani anachofikiria au kaamua nini. Ndio uweze ukaforce. Lakini kila mtu Mtanzania wote anafahamu kama mimi baba Nasibu, na uthibitisho mingi tu imetokea kwa tima snap nini. Mpaka mmoja sometime unakuaga unanikumbukaga. Sasa ikaja imetokea tofauti. Tusiaongea yashapita. Ila kwa kutumia ubini lazima atumie, kwa sababu katika makaratasi hospitali nini kila kitu, maofisini, benki, passport, Nasibu Abdul Juma. Sasa hawezi akakana tena, hawezi akaandika Nyangi mwe. Inakuwa sio. Kwa hiyo faza inajulikana ile kutokana na maisha yalivyo, na imetokea hivyo, basi imekuwa kama mistake, inaisha kwa hivyo basi kuyaacha tu yapite, kwa sababu ya dunia ndio yalivyo, uweze ukaforce sana. Lakini wewe ukiangalia, unajua kitu ubini ni jina kubwa sana. Yani ukisema ukoo wa Mzee Nasibu uje hapa, wanakuja watu vigogo. Kwa kweli haikuumizi kwamba una watu wanatumia ubini wako afu wewe bado kawaida? Baraka afu nyota ujue. Najua naweza kutumia Nyanga afu nyota ikawa tofauti. Au jina lako tuambie hapo au nyota. Inawezekana jina nyota afu. Mimi ni faza automatically tu. Sema ndio imetokea mbadu. Dunia mwenyewe unafahamu. Sasa kitu kama gezi nakuja kutenga vitu vingine tofauti moja kwa moja inakuwa ngumu. Kwa sababu imetokea, unajua unaweza ukawa na mtu mkaelewana kitu fulani afu akaja mtu fulani akakugeuka baadaye baada ya kipato fulani. Inakuwa kama mtu mwingine akasema tamaa au lombaya au kosa kwa nafahamu. Yani tusiongee sana. Ni vitu tu vimetokea, basi automatically basi haina haja ya kuyaongelea kwa sababu yashapita, tushasahau. Tunaganga mangine sasa hivi. Kwenye tumeona watu mbalimbali maarufu wameenda kumtembelea mtoto wa Zuchu. Wewe kama mjukuu wako ameletwa duniani, anatumia ubini wako, hatuja kuona hospitalini mzee wangu. Kila kitu na wakati ujue. Ndio maana kila mtu anakufa kwa wakati wake na muda. Na muda ukifika lazima ufe. Na mimi muda kama ukifika basi Mwenyezi Mungu akinitilia wepesi, tenda kumwangalia tu. Haina tatizo hata kama sina kitu.
nitaenda kufanya hata dua ujue. Mbona umesema kwenye hata kama sina kitu? Dua sasa kwa sababu umeona watu wa chini. Sisi watu wa chini. Na dua, unajua dua ndio kila kitu. Unajua kwa sababu hata ukifa uziki na mali zako. Wanaibakia huko wengi wanakufanyia dua kwa sababu dua ndio kitu muhimu, lakini watu hawaelewi ujue. Dua ndio kila kitu. Naweza ngafika pale tu mimi ngafanya dua. Kama sio dua hata nitachukua nacho. Naweza ngamchukua hata mimi hata kama nimechoka basi nitashinda hata kumnunulia kitoi yeye. Akikuwa utampelekea nini? Hata kitoi kwenye kiboksi tukiza. Zawadi ni kitu cha aina yote ujue kusema kweli. Lakini pale unaona watu wanapeleka mizigo mzee. Mizigo hata ukienda hiyo sasa hapo ndo unapojitia wewe mwenyewe sasa unani yaani usijiweke unyuma au usijiweke kuna vitu vya kutumia. Mimi kwanza ningeenda kama babu. Yani kwanza power moja hapo. Kama babu. Pili nikiwa kama naenda kutia dua ni safi moja hapo. Ni kitu kwenda yani ndio maana kuna watu wengi wanafeli. Mtu akiwa katika shida sio lazima paka uwe na kitu. Kwenda tu fika na mawazo, ukifika pale ukichangia moja hapo umefika na watu wakikolea kitu wakifuatilia kikafanikiwa. Basi umetoa msaada mkubwa vile vile. Okay. Nataka nikuulize hili. Tumemwona pale baba yake na Zuchu. Kaenda pale kumtembelea mjukuu wake. Kambeba, kampa baraka. Mzee wangu hii tuzungumze sasa kwa namna ambavyo wewe unaweza ukazungumza kutoka moyoni, sawa? Kwamba Diamond Platnumz way back Diamond Platnumz way back tulikuwa tunafahamu na tumeaminishwa, na mpaka leo kuna watu bado tunaona kabisa kwamba Nasibu Abdul ni babake na Diamond Platnumz, si ndio? Unaona kitu gani kimepungua pale? Diamond amempokea mjukuu. Unajua kuna wale wengine kama Wazali walikuwa nje ya Tanzania, umeona bana Tanasha nje ya Tanzania, lakini huyu amekuja hapa Tanzania, Dar es Salaam, ambapo Mzee Abdul ambaye tunamfahamu kama baba wa Diamond Platnumz hajatokea pale. Hauhisi kama Diamond Platnumz alitakiwa kufanya hata wepesi kukuchukua kwamba mzee wangu njoo utie baraka kwa mjukuu wako? Yani wewe hii unaizungumzia, yani kuna kitu gani unaweza una feel vipi? Unajua nini? Mtu kishatengwa ametengwa na haina haja ya kuforce. Kama kutoka mpaka umesema umeweka ubini wangu, basi hata ushajua umuhimu wangu. Kikubwa hapa mimi nitaangalia au kama itatokea kwa sababu yule binadamu mimi hawezi wakanitolea nje kama mwenyewe nikiamua kwenda. Basi wanipokee tu kitu cha kawaida, na mimi kusema kweli kama mimi yani jisilivyo kunitenga kwa vitu vingine. Ndio hata nikikasirika sasa nitamkasirikia nani? Lakini ilikuwa sio. Hata kama sio baba mzazi ana umuhimu vile vile. Itakiwa niipe heshima nini, lakini inakuwa haina lazima. Kuna vitu vingine mpaka vinatokea na viona kwenye simu vina lazima. Sasa usiforce. Unaweza kwenda ukaforce ikaja katokea tofauti nyingine. Ukaambia na ile kashikilia kweli yule babu. Ushaambiwa hivi anashikilia tu. Sasa kuna vitu vingine kama Mwenyezi Mungu anakutenga unaacha basi unaviacha kwa sababu maisha yanaendelea na kila mtu anajua bado nimefurahishiwa. Lakini kuna vingine kidogo kwa nyoyo sometimes akikao na nikumbuka. Kwa ufupi mimi mwenyewe ninajisikiaga tofauti kwa sababu kama hii iliyotokea hii sijaiona. Kila mtu babani vipi bwana utaenda, kila mtu yani.